Habari watazamaji wa Taaluma Bora TV. Leo nienda kukuonyesha ni jinsi gani ya kuweza kuitumia simu yako ya smartphone kuweza kutengeneza passport size. Ni rahisi sana. Kitu pekee ambacho unatakiwa kuwa nacho ni application yako ya passport size photo editor. Hiyo ndio itakayokuwezesha kutengeneza passport size kwa urahisi kabisa. Ikiwa huja download, chini ya description nimekuwekea linki ambayo itakusaidia kubonyeza na kuweza kudownload. Ikiwa tayari ukisha download, basi utaingia katika application yako, na kama kutakuwa na changamoto yoyote ya kuweza kudownload, basi nifuate privately kupitia mawasiliano yangu ambayo nimeweka chini. Nitakuweza kukufahamisha ni jinsi gani kuweza kudownload. Okay, tuende moja kwa moja kuangalia ni jinsi gani kuweza kutengeneza passport size yako kwa urahisi kupitia simu yako. Okay, utaingia katika application yako passport size photo editor kama mnavyoiona hapo chini. Kwa hiyo tusubiria kidogo. Okay, ikiwa tunaendelea, utabonyeza new photo kwa ajili ya kuendelea na process yako. Kwa hiyo photo, na sasa utachoose photo size. Utaangalia ni size gani ya passport size ambayo unahitaji. Utatumia ama ile passport size ya Tanzania, Afghanistan, au utatumia Portugal, USA, European, yote ambayo unahitaji. Lakini kwa mimi nitaanza kutumia na Tanzania passport. Kwa hiyo nitatumia Tanzania passport, na hatua nyingine itahitajia kuweza kuchagua image resolution. Utachagua yoyote kulingana na uwezo wa simu yako. Nikibonyeza okay, sasa itanipeleka kuchagua picha kutoka kwenye gallery au kuweza kupiga moja kwa moja kupitia simu yako. Sasa kwa ushauri na kwa ubora, utaangalia je, simu yako ni yenye uwezo wa kupiga kamera vizuri. Ikiwa kama simu yako ni yenye kupiga kamera vizuri, basi utabonyeza kamera na kuweza kupiga picha yako kwa ajili ya kuitengeneza passport size moja kwa moja. Na kama simu yako haina uwezo mzuri wa kupiga picha, basi utatumia simu nyingine yenye uwezo wa kupiga picha na utajirushia picha ile katika simu yako na utaingia kwenye gallery. Kwa utaingia kwenye gallery, niandaa na nimechukua kwenye mtandao. Picha yangu ndio hiyo ambayo nimechukua kwenye mtandao, na ndio ambayo ninahitaji kuiedit. Kwa hiyo bila kuchelewa nitaanza starting editing chini kabisa hapo kwenye button ya starting editing. Kiangalia picha yetu kama imelai kidogo upande wa kushoto, ili kuweza kurekebisha kuna hizo degree ambazo zipo chini hapo. Hizo ndio unaweza kuzitumia, degree angle. Hizo ndio unaweza kuzitumia kwa kuiweka sawa picha yako. Kwa hiyo utaweka mpaka pale ambapo utahisi ipo sawa, utaachia. Okay, hatua nyingine uta next itakuwezesha sasa application yako kuchagua sehemu ya sura ambayo unahitaji kuedit. Kwa hiyo kama mimi hapo unaona, nachagua sehemu ya sura. Unaweza kuchukua mpaka pale ambapo mwenyewe umeridhika. Kwa hiyo ni sehemu hiyo, na hisi itakuwa inatosha. Hiyo sehemu hiyo inatosha. Kwa hiyo nita crop. Nafikiria umeona hapo. Nadhani picha ipo sawa, na nita next.
Okay, hatua inayofuata ni hatua ya kuchange background kama tunavyoona. Kwa hiyo tukiangalia chini kwa upande wa kulia kuna duara ambayo imezingirwa na rangi nyekundu. Hiyo ndo ambayo itatumia kuchange background ambayo unahitaji. Ukibonyeza utakuta background inabadilika. Kuna background ambayo inabadilika hadi imefikia rangi hiyo blue. Kwa sasa hapo ndio itakuwezesha kujua kwamba kwa kiasi gani unaweza kubadilisha background yako au umefanikiwa kubadilisha background yako. Hatua nyingine ni ya kuremove hiyo background ambayo ipo nyuma. Unatakiwa remove hiyo. Okay. Hatua nyingine unatakiwa remove hiyo background hiyo. Na ni jinsi gani utaweza kuremove. Kuna neno ambalo limeandikwa magic chini hapo upande wa kushoto. Bonyeza hiyo ndio itakusaidia kuweza kuremove hiyo background yako. Kwa hiyo kitu ambacho kinatakiwa, anza na juu kabisa. Bonyeza juu kabisa. Eka kidole juu kabisa ya picha yako. Ukiweka kidole juu ya picha yako utakuta kuna duara ambalo linafuata kidole chako. Kwa hiyo ndio itakuwezesha kuondoa background. Kwa hiyo hapo unatakiwa ufanye taratibu ili usiweze kuiharibu picha yako. Na bora zaidi ni kuweka na kuondoa kidole chako. Kwa hiyo umeweka, utaondoa, utaweka tena. Utafanya hivyo mpaka utapomaliza kuondoa background yako ambayo ilikuwepo awali. Utafanya hatua hiyo kidogo utapitisha pembezoni mwa picha yako. Utapitisha pembezoni mwa picha yako kidogo. Usiwe na haraka, unaweza kuondoa na kidole ukarejesha tena. Unaweza kuondoa na kuweka kidole chako kidogo. Usifanye haraka. Kidogo kuondoa picha ya kidole chako. Tumefanikiwa hapo kuweza kuondoa, na kuna kama weupe fulani pia unafanikiwa kuondoka ule. Kwa hiyo picha yetu inaenda kuwa mzuri sasa. Picha yetu inaenda kuwa mzuri. Sasa kidogo narejea. Turejea tu. Sasa nadhani picha yetu imekuwa sawa, ipo mzuri, kwa tukamuonekana mzuri. Sasa ni hatua ya kuendelea mbele. Ili kuendelea mbele kuna alama ya right upande wa kulia chini kabisa, utaibonyeza na utasave. Sasa hapo inakupa option tena ya kuchagua background ambayo unahitaji. Utachagua background ambayo unahitaji, au kama unataka kutengeneza mwenyewe background utatengeneza, lakini kwa Tanzania ni bora kutumia background hizo hapo tu ambazo tayari umeshaekea. Na unaweza kutumia hii smooth kwa ajili ya kuweza kuweka sawa pale ambapo kwenye mapungufu wakati wa kuedit. Wakati wa kuedit na kuondoa background kama kulikuwa na mapungufu, hii smoothing itakusaidia kuweza kuondoa baadhi ya mapungufu. Baada ya hapo uta done na utasave mara nyingine.
Baada ya kusave kwa mara nyingine, utachagua quality ya picha yako ambayo unahitaji, ama quality ndogo au quality ndogo kubwa. Kwa bora zaidi ni kuchagua quality kubwa, kwa sababu picha yako itapendeza na itakuwa katika muonekano mzuri. Kisha unaweza kuandika jina ya picha yako. Mfano kama mimi naandika mwanafunzi online. Okay, kisha na save. Baada ya kusave, ninaweza kutengeneza picha yangu kuwa ni nyingi kulingana na idadi ambazo nazihitaji kwa kubonyeza neno printing multiple copy. Kwa nikibonyeza printing multiple copy, nitachagua size ya karatasi ambayo unahitaji kutumia. Kwa hiyo utachagua yoyote kulingana na karatasi ambayo wewe unahitaji kutumia. Kwa mfano mimi nitatumia hiyo ya mwanzo, na umeona jinsi ambavyo picha zilivyojitokeza. Kwa hiyo unaweza kuziongeza na unaweza kupunguza. Sawa. Baada ya hapo utasave kwa mara nyingine, na unaweza kuzipa jina kwa mara nyingine kulingana na unavyohitaji, au kama unahitaji utasave photo moja kwa moja. Hadi hapo itakuwa ndio mwisho wa kuweza kuonyesha jinsi gani ya kuweza kutengeneza passport size, na hapo tayari ni kwa ajili ya kuweza kuziprint tu hizo passport size. Kama tunavyoziona picha zetu hizo hapo ni kwa ajili ya kuweza, zimebaki issue ya kuprint, ambao ikiwa una printer yako utaweza kuprint hapo chini kama unavyoiona alama yako ya kuprint hapo chini kabisa upande wa kushoto. Mimi niwaambia asanteni sana kuangalia channel yangu, lakini pia usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuweza kupata video zetu pale ambapo tutapozitoa. Asanteni sana.